Mtazamaji wa chaneli zetu pendwa, sisi leo tumefika Masumbwe hapa wilayani Mbogo mkoani Geita. Kama kawaida, lengo letu ni kukusogezea zile habari za kibiashara, tamaduni na vitu vingine vingi tu vya kijamii. Mimi naitwa David Kiluzia na hapa tumefika kwa lengo moja tu, kuweza kutembelea mashine ya kuchakata mchele hapa Masumbwe wilayani Mbogo mkoani Geita. Na tunataka tukufahamishe kwamba kuna vitu ambavyo unaweza kufanya tofauti na biashara zingine na mambo akawa sawa kabisa. Na leo tumemtembelea Bwana Justin ambaye ni mwekezaji, ametoka zake mbali, amekuja kuwekeza hapa Masumbwe wilayani Mbogo mkoani Geita. Na tutazungumza naye mambo mengi kweli. Naomba uambatane nasi kupitia chaneli yetu hii pendwa, chaneli ambayo itakupa vitu vingi sana ambavyo utavipata na utafahamu kuhusiana na biashara, madini, habari za kijamii, michezo na vitu vingine vingi kabisa. Kwa mara ya kwanza tuko Masumbwe hapa na nafanya mahojiano na Bwana Justin. Justin, karibu sana katika chaneli zetu pendwa sasa. Na ujisikie amani, jisikie uko huru kabisa. Nashukuru sana. Kwa jina naitwa Steven Justin Masaki. Ni mzaliwa wa Moshi, lakini nimeona fursa kidogo ziko Masumbwe, kwa nikaweza kufika Masumbwe kwa kushirikiana na ndugu zangu wengine ambao wako Masumbwe, kwa kushirikiana na jamii iliyoko Masumbwe, wakaniwezesha kufanya biashara hii ya mazao tukishirikiana na benki ya NMB. Tunashukuru sana kwa kuweza kufika hapa, kwamba kutambulisha sisi wana Masumbwe, kwa sababu Masumbwe kidogo imekuwa kubwa tofauti na kipindi cha nyuma. Kwa hiyo tunawakaribisha sana wafanyabiashara wote waweze kufika Masumbwe. Kuna michele mizuri, wafanyabiashara kutoka Rwanda, kutoka wapi, wote wanakaribishwa. Okay, Bwana Justin, kutoka Moshi hadi hapa Masumbwe ni kilomita zimekata, na maanisha kuna safari ndefu kweli kweli. Ulitambuaje kwamba kuna fursa kuwekeza kiwanda cha kuchakata mchele hapa Masumbwe? Masumbwe, mimi wa mara nyingi nilikuwa nanunua mchele hapa, napeleka Moshi na Arusha. Kwa hiyo nilipoona kwamba kuna uhitaji wa kuweka viwanda na wakulima walioko hapa ni wengi, nikaona hii pia ni fursa ya kuweka hapa kiwanda. Ukitazama umri wako na uwekezaji ambao umeweka ni mkubwa, safari yako ilikuwa kuwaje? Ulipita wapi na wapi mpaka ukafanikiwa kuwekeza kiwanda kama hiki cha kuchakata mchele? Kiukweli umri wangu kweli ni sio mdogo sana wala sio mkubwa sana, niko hapo katikati, lakini nimeweza kuweka hichi kiwanda kwa kushirikiana na benki ya NMB. NMB wamenisapoti kuanzia nilipoanza msingi mpaka kufikia hapa nilipo. Okay, na tunatamani kufahamu wanufaika wa kiwanda hiki, wananufaika wangapi hasa hususan katika upande wa watu ambao wanafanya kazi hapa, kuanzia jinsia ya kike pamoja na kiume pia? Wananufaika wote, wafanyakazi wote walioko hapa wananufaika, kwa sababu ukiangalia hapo kuna wamama ambao wako hapa wengi, kuna vijana ambao wapo. Kwa hiyo wananufaika kwa sababu ukiangalia magunia yote yanayoingizwa, kuna kutoa magunia, kuanika, kuna kuingiza ndani, kuna kukoboa, hayo yote wananufaika, ndio maana unawaona wako wengi hapa. Kuna kazi nyingi za kufanya ama kuna biashara nyingi za kufanya, especially Kahama imetawaliwa sana na madini na biashara zingine. Uliwaza vipi kuwekeza katika zao hili la kuchakata mchele? Wakati kuna wengine wanakimbilia madini wakisikia zile habari za Katoro na wapi, yani kufanya na waza ikifika kama madini, lakini wewe umetoka Moshi umekuja hapa kuwekeza katika kuchakata mchele. Nini kilichokusukuma hasa? Biashara hii ya mchele naifahamu kwa sababu na ndugu zangu pia ambao wanafanya hii biashara. Kwa hiyo nimekuwa kwenye biashara hii ya mchele, nimekuwa nikiona kuanzia nikiwa mtoto namna biashara zinavyofanywa za mchele. Kwa hiyo nikaona ni nafasi yangu pia kuja kufungua eneo hili na kuweza kufanya hii biashara ya mchele. Tunatamani kufahamu sasa kutoka kwako, ukiwa kama mwekezaji mdogo tu kijana, tunaweza tukakulinganisha na jinsi Mo Dewji alivyoanza kipindi kile akiwa bado mdogo, lakini akafanya vitu vikubwa zaidi. Unawaambia nini wale vijana ambao wamemaliza chuo, labda form 6, form 4, wako mtaani wanasema ajira ni ngumu? Kwa ushauri wako tu kama kijana mwenzio, unawaambia nini? Mimi nawashauri wajaribu kuangalia fursa zilipo, kwa sababu unaweza ukasoma sana, ukapata elimu kubwa, ukawa na degree, lakini tujitahidi kujiajiri pia. Serikali yetu, serikali ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mama Samia Suluhu pia anajitahidi sana kwa vijana, sisi kutuinua vijana, hususan mabenki pia yanatupa mikopo, ndio ambayo yanatuwezesha sisi kuwepo
kufanya biashara kama hii. Sababu ukiangalia kama mimi hapa nimekuja, nilikuwa na hela kidogo, lakini benki waliniamini kwa sababu niko kwenye mfumo wa biashara. Wakaona ni vyema zaidi, wakanisapoti kuanzia kutoka kwenye msingi mpaka hapa nilipo. Kwa hiyo nawashauri sana vijana wenzangu wajitahidi kuangalia fursa mbalimbali. Unaweza kuwa umesoma, lakini kama hujaangalia kitu gani kizuri cha kufanya, utaishia tu kuwa na elimu, lakini pesa pia utazipata. Tukisalia hapo kwenye masuala ya mikopo ya benki na taasisi nyingine za mikopo, kuna wengine wakisikia tu mikopo wanaogopa, hasa wakisikia neno kausha damu. Wewe ulisubutu vipi yani kuondokana na hizo imani mpaka ukaingia katika mkopo na ukafanya vitu vikubwa ambavyo leo hii Masumbu anajivunia, na hata mimi pia nimefika hapa najivunia pia? Yaani Masumbu hapa hususan kwenye masuala ya mikopo, ukiingia kwenye mkopo unatakiwa uwe tayari una kitu ambacho umeshajua cha kufanya ambacho hakitakuangusha. Ikitokea labda kwa bahati mbaya sana mambo hayajakaa vizuri, lakini uwe tayari umeshajua kwamba unaenda kufanya kitu gani. Unapochukua mkopo benki, unatakiwa ujue kwamba huo mkopo naenda kufanyia kitu gani. Kwa hiyo niliona ni vizuri nikachukua mkopo kwa sababu nilikuwa na hela kidogo. Kwa hiyo nikaanzisha msingi wangu, nikaanzisha kidogo. Kwa hiyo benki wakanithamini mimi kufanya hii biashara hapa. Nice one. Safari yako inaonyesha kwamba ulianza hapa kazi mwezi wa 3. Baada ya miaka 5 tumtarajie Justin yupi kupitia biashara hii ya mchele? Tunamuomba Mungu, kwa sababu kwanza kabisa jambo la kwanza ni kumwomba Mwenyezi Mungu. Biashara zina mambo mengi, biashara zina changamoto nyingi, hususan biashara ambazo tuko nazo na wakulima. Tuna watu wengi ambao wanatuzunguka. Biashara pia zina misukosuko mingi. Kwa hiyo matarajio yangu makubwa ni kuwa mtu mkubwa zaidi. Hapo mwanzo huwa ni mgumu, lakini tunamuomba Mungu kwamba kadri siku zinavyokwenda, miaka inavyozidi kusonga, basi tutoke kwenye hatua moja tuende hatua nyingine. Okay, biashara yako hii inahusiana sana na wakulima, ama yani moja kwa moja inahusiana na wakulima. Sasa umepata nafasi ya kuzungumza na wakulima kama mwekezaji, utawaambiaje? Wakulima tunawaambia wazidi kulima, kwa sababu viwanda pia wanaviona wawekezaji wanaanza kuingia Masumbwe. Benki yetu, serikali inatusapoti. Kwa hiyo tunaomba wakulima sana wapambane kulima maeneo makubwa ili tuweze kupata mipunga mingi, na wafanyabiashara wazidi kuwepo, sababu tuna wafanyabiashara wengi wanaokuja huku, wako Waganda wanakuja. Kwa hiyo tunaomba wakulima wazidi kuwepo na wazidi kulima sana ili tuweze kupata mipunga mingi, tuweze kufanya biashara. Na katika safari yote ile Bwana Justin, kuna changamoto, kuna milima na mabonde. Unaweza kutugusia kidogo changamoto ambazo unakutana nazo katika biashara yako hii, lakini pia ungetamani labda serikali iboreshe sehemu fulani katika sekta hii ya uchakataji? Niwaambie wafanyabiashara wanaotoka Rwanda, Uganda, wanaotoka sehemu mbalimbali, kwanza wasikariri eneo moja kwamba Kahama tu ndo kuna biashara ya mchele, au Kagongwa au Shinyanga. Pia Masumbwe kuna michele mizuri sana. Sema changamoto iliyokuwepo Masumbwe, walikuwa hakuna kalasota. Sasa kuna viwanda vingi vimewekwa makalasota, ndio maana wanaona kidogo wanakuwa Masumbwe hawapo. Lakini tunawakaribisha sana kwa sababu kuna kalasota pia imefunguliwa iko pale juu. Tunawakaribisha sana wafanyabiashara wote wa Rwanda, Uganda kwa ajili ya kuja hapa kununua mipunga, kununua michele. Tunawakaribisha sana, na michele hapa ni mizuri. Ni michele ambayo iko mizuri, mikubwa, minene. Kwa hiyo karibuni sana wafanyabiashara wote wa Rwanda, Uganda. Mimi napatikana kwenye namba yangu ya simu ni 0766 82 19 16. Okay. Bwana mtazamaji, kutoka hapa Masumbwe, wilayani Mbogo, mkoani Geita, sisi tumefanya interview heavy kabisa na mfanyabiashara mwekezaji. Ametoka Moshi, yani kilomita zimekata mpaka amekuja kuwekeza hapa. Ametambua kwamba kuna fursa. Kama nilivyokujuza, nyuma kamera yupo Paul Kayanda, lakini pia mkurugenzi wa maudhui Charles Mateso. Mimi ni David Kiluzia, nilikuwa host tu. Tuendelee kutazama channel yetu pendwa, lakini pia siku nyingine tutakuletea habari nyingine. Bado kambi iko Masumbwe. Endelea kuenjoy na kutazama channel hii pendwa. Ciao.